Mwanzoni mwa movie tunamwona Ben akiwa na binamu yake Ellie. Wakati huu walikuwa kwenye kazi ya kupeleka almasi kwenye duka la Vito. Ellie alikuwa mpya kwenye kazi hii na ilikuwa wazi kabisa kwamba alikuwa na wasiwasi mkubwa. Ndipo Ben akamuuliza kama alikuwa amebeba bastola yake. Ben akamwambia aijaze risasi na aiweke tayari. Upande mwingine tunamwona mwanaume anaitwa Davis ambaye alikuwa ndio kwanza anaamka kutoka usingizini. Davis ni mwizi na jambazi mwenye akili sana. Mpaka siku hiyo alikuwa ameshafanya wizi mwingi sana, lakini hakuwahi kuacha hata ushahidi mdogo kabisa. Sasa, kulingana na mpango wake, alianza kumfuatilia mwanaume mmoja ambaye tayari alikuwa amemwekea kifaa cha kumfuatilia kwenye gari lake. Kwa utulivu kabisa, Davis alilipita gari la mwanaume huyo aliyeitwa Masud, kisha akasimamisha gari lake katikati ya barabara nyembamba na kufungua buti la gari. Masud aliposhuka kwenye gari lake na kusema, "Wewe, sogea, fungua njia." Davis mara moja alimnyoshea bastola na kumuuliza kama alikuwa na silaha yoyote. Masud akasema kwamba kulikuwa na silaha ndani ya gari. Davis akamwomba Masud namba ya siri ya simu yake, kisha akamfungia ndani ya buti, huku akimwambia kwamba ndani humo kuna maji. Baada ya hapo, Davis haraka akachukua simu ya Masud kutoka kwenye gari na kuondoka pale. Wakati huo huo, mmiliki wa duka la Vito aliyeitwa Sammy akamuuliza Ben kuhusu yule kijana mpya. Kisha Sammy akampa mkoba mdogo uliokuwa umejaa almasi feki. Baadaye, Sammy akamwambia Ben ukweli pembeni. Kumbe walikuwa wamebeba seti mbili za almasi, ambazo jumla ya thamani yake ilikuwa takriban dola milioni 3. Almasi halisi zilikuwa zimefichwa ndani ya soksi za Ben. Sammy akamwambia Ben asimwambie yule kijana mpya kuhusu jambo hilo. Walipotoka nje, Sammy akamwambia Ellie amwonyeshe bastola yake. Alipoiona bastola hiyo, akaanza kusema, "Hivi chuma cha zamani umekiokota wapi? Siku moja kitalipuka mkononi mwako." Sammy akampa bastola bora zaidi, akamwambia airudishe baada ya kazi kukamilika. Pia akamwonyesha kwamba kulikuwa na gari nje ambalo lingewafuata kwa ajili ya usalama wao. Mara tu Ben na Ellie walipoondoka pale, Davis naye akaegesha gari lake nje ya duka na kuanza kuwafuata. Walipofika sehemu ya makabidhiano iliyokuwa kimya kabisa, Davis alivaa barakoa, akaligonga gari lao na mara moja akawanyooshea wote wawili bastola. Maskini Ellie aliganda pale pale kwa hofu. Kisha Davis akamwonyesha Ben video ya nyumba yake kwenye simu, akataja jina la mke wa Ben na kusema kwamba mtu wake alikuwa amesimama nje ya nyumba hiyo. Akamwambia Ellie atupe simu zao zote mbili na bastola zao ndani ya gari lake, na Ellie akafanya hivyo haraka. Davis akadai apewe almasi halisi pamoja na cheti cha thamani yake. Pia akaweka wazi kwamba hakuwa na habari na ule mkoba mdogo. Mwanzoni Ben akajifanya haelewi. Akasema, "Kaka, mimi nimepewa mkoba huu tu." Lakini Davis akamwambia moja kwa moja kwamba almasi hizo zina bima na mmiliki wake atalipwa na kampuni ya bima. Davis akamuuliza, "Kwa nini unahatarisha maisha yako?" Kwa kuwa Davis alikuwa anajua mambo mengi sana, hatimaye Ben akakubali kwamba almasi halisi zilikuwa zimefichwa ndani ya soksi yake ya kushoto. Ben akazitoa taratibu na kuzionyesha. Davis akachukua almasi hizo, kisha haraka akamtoa Masud kutoka kwenye buti la gari. Lakini wakati huo huo, Ellie alikuwa ametoa kimya kimya ile bastola yake ya zamani ambayo bado ilikuwa kwake. Davis alipoanza kuondoka, Ellie mara moja akamfyatulia risasi, lakini bastola yake ya zamani ikagoma kufyatua vizuri na Davis akanusuru hata akiwa karibu kabisa. Davis akachukua hatua haraka, akalirudisha gari nyuma kwa kasi na kuondoka pale kwa mwendo mkali. Akapita kwenye mitaa ya jiji na kuingia kwenye maegesho ya magari, lakini ilikuwa wazi kwamba alikuwa ametikisika sana kwa sababu siku hiyo alikuwa karibu kufisha. Akiwa hapo alivua lensi za macho na kujisafisha, kisha akalifunika gari, akabadilisha gari jingine na kutomweka. Wakati huo huo, tunaona Detective Liu na mwenzake wakichunguza kesi ya wizi wa almasi. Walimuuliza Ben maswali kadhaa na wakaonya kumtilia shaka kutokana na muda wa tukio. Wakamuuliza, "Siku ile ile uliokuwa umebeba almasi za dola milioni 3 unaibiwa? Na zaidi ya hapo, mwizi alijuaje jina la mke wako?" Lakini Ben akasema moja kwa moja hakuvulisha taarifa yoyote. Kisha Ellie akakiri kwamba alipiga risasi wakati mwizi anaondoka, lakini risasi haikulenga vizuri. Wapelelezi pia wakauliza, kama mwizi alikuwa na nafasi, kwa nini hakufyatua risasi? Hata hivyo, Liu aliamini kwamba kazi hii ilifanywa na mhalifu ambaye alikuwa wakiwafuatilia kwa muda. Pia, mtu huyu alikuwa anaepuka vurugu. Alikuwa anafanya uhalifu karibu na barabara hiyo kuu ya highway, kisha anatomweka mara moja. Upande mwingine, wakati huo huo, Davis alifika nyumbani na kuweka almasi ndani ya kikombe. Alipoitazama barakoa yake, aliona madoa ya damu juu yake. Ghafla,
akagundua kwamba huenda damu kidogo ilikuwa imebaki ndani ya gari aliloacha kwenye maegesho. Jioni hiyo, Davis alimkutana na mshirika wake anayeitwa Mr. Money, ambaye kazi yake ilikuwa ni kuuza vitu vinavyoibiwa. Mwanaume huyu akamuuliza, mambo yanaendeleaje? Davis akamwambia kwamba wizi wa leo ulikuwa umevurugika kidogo. Akasema, nimenusuru kifo kwa tabu. Risasi ilipita karibu na mimi. Pia akasema kwamba mpango wetu unaofuata sasa ulionekana kuwa hatari sana kwake. Akasema huenda hangekuwa na uwezo wa kuufanya. Mr. Money akamuuliza moja kwa moja kama alikuwa na mpango bora zaidi. Davis akasema kwamba alikuwa na ufanyia kazi. Usiku huo, Davis alianza kukusanya taarifa kuhusu Sharon, mwanamke anayefanya kazi kwenye kampuni ya bima. Wakati huo huo, Sharon naye alikuwa akijaribu kumuuzia bima tajiri mkubwa anayeitwa Monroe. Alisifia nyumba yake nzuri sana na kusema kwamba kampuni yao inataka kuwalinda watu kama hao. Akasema, maskini wana nini cha kupoteza hata. Sharon alimsifia yule mzee tajiri na ilionekana kama Monroe angekubali masharti yake na kusaini makubaliano. Lakini Sharon kwa bahati mbaya akamchukulia mchumba mtarajiwa wa Monroe ambaye alikuwa mdogo sana kuwa binti yake. Hapo nafasi ya dili hilo kufanikiwa ikapungua kidogo. Wafanyakazi wenzake walipomuuliza kama dili lilikuwa limekamilika, Sharon akasema kwamba bado Monroe alikuwa anafikiria. Kisha Sharon akamuuliza bosi wake Phil kuhusu kupandishwa cheo, lakini Phil akaipotezea mada hiyo. Hata hivyo, almasi za dola milioni 3 zilizoibiwa zilikuwa zimewekewa bima na kampuni ya Sharon. Bosi wake Sharon, Phil, akamwambia kwamba kwa kuwa ana watu wanaowafahamu polisi, basi yeye ashughulikie kesi hiyo. Kama kwa njia yoyote mwizi angekamatwa haraka, kampuni isingelazimika kulipa pesa hizo. Lakini Sharon hakutaka kuacha kesi ya Monroe. Hapo hapo, msichana mmoja anayeitwa Malin akatumia nafasi hiyo na kusema kwamba yeye angeweza kushughulikia kazi hiyo. Hata hivyo, Sharon hakuwa na namna nyingine zaidi ya kukubali. Wakati huo, fundi wa vito aliyeitwa Sami naye alikuwa akihojiwa kuhusu wizi huo. Wapelelezi walimtilia shaka pia, wakidhani huenda wizi huo uliandaliwa na Sami mwenyewe ili apate pesa za bima. Lakini Sami mara moja akaanza kujitetea. Akasema, nimeendesha duka langu kwa miaka 27 na nimejenga maduka mengine mawili pembeni yake. Sasa kwa nini nihatarishe heshima yangu? Akasisitiza kwamba hakumpigia mtu yoyote simu kuhusu mzigo huo. Alisema alituma barua pepe moja tu. Detective Liu aliposikia hivyo, mara moja akaelewa kitu. Kama mwizi alikuwa ameidukua barua pepe yake, basi angepata taarifa zote kuhusu mzigo wa almasi. Upande mwingine, Davis alikuwa akimlipa mdukuzi wake ili kupata kuangalia vizuri mitandao ya kijamii ya Sharon. Alitaka kujua Sharon alikuwa akiwasiliana na nani. Kutokana na hili, sasa ilikuwa wazi kwamba Davis hakuwa anapanga tu wizi. Alikuwa pia anagundua kupitia kampuni ya bima ni mtu gani ana kitu cha thamani ambacho anakikatia bima. Baadaye Davis alipokuwa amesimama kwenye taa nyekundu ya barabarani, mwanamke anayeitwa Maya kwa bahati mbaya akaligonga gari lake kwa nyuma. Maya akaanza kumuuliza kwa hasira kwa nini alikuwa amesimamisha gari. Davis kwa utulivu akamwonyesha taa nyekundu na kumuuliza kama alikuwa sawa. Maya akasema akiwa amechanganikiwa kwamba alikuwa amechelewa na gari hilo lilikuwa la bosi wake. Baada ya ajali, Maya akamwambia Davis amwonyeshe bima ya gari lake. Akasema yeye angeshughulikia. Makosa yalikuwa ya Maya, lakini Davis hakutaka kuhusika na polisi. Akatoa bunda la noti kutoka kwenye gari na kusema kwamba angemlipa papo hapo kwa uharibifu wowote uliotokea. Maya akamwangalia kwa makini na kumuuliza kama huwa anatembea na pesa nyingi hivyo muda wote. Lakini Davis akabadilisha mada na kusema kwamba hakuwa na muda wa kupoteza. Akamwambia aseme haraka anataka pesa ngapi. Lakini Maya akakataa. Akasema hilo ni gari la kampuni. Akisema lazima niripoti vizuri, vinginevyo watanifukuza kazi. Kwa sababu hiyo, Davis akalazimika kumwonyesha bima yake. Baadaye Sharon alikutana na Detective Liu kwenye magahawa kuzungumza kuhusu wizi wa almasi. Sharon akasema wafanyiwe kipimo cha kugundua uongo, fundi wa vito na mpeleka mzigo. Liu aliposikia hivyo, mara moja akaelewa kwamba watu wa bima walikuwa wanajaribu kuepuka kulipa pesa hizo. Hata hivyo, Liu akamwonyesha Sharon baadhi ya taarifa zilizoonyesha kwamba huenda mtu ndani ya kampuni ya bima alikuwa amehusika kwenye uhalifu huo. Kisha Liu akataja kwa kawaida kwamba watu wanaokatia vitu vyao kupitia kampuni yetu ndio hao hao wanaoibiwa. Hili lilionyesha kwamba mtu ndani ya kampuni ya bima alikuwa anashirikiana na wezi. Baadaye hata kituo cha polisi, Liu aliendelea kufanyia kazi nadharia hiyo. Alitoa kesi za zamani, akaweka pembeni kesi zilizo ndogo ndogo za wizi. Kwa sababu mwizi alikuwa anaepuka vurugu, akaweka pembeni pia kesi zilizokuwa na vurugu nyingi. Kwenye kesi zilizobaki, akaona muundo unaofanana.
Kesi zote zilikuwa zinatokea karibu na Highway 101. Katika matukio haya yote ya wizi, hakukuwa na vurugu zisizo za lazima na mwizi alikuwa akitoroka kwa usafi sana. Sasa Liu alikuwa ameshawishika kabisa kwamba mtu mmoja ndiye alikuwa nyuma ya matukio hayo yote. Lakini bosi wake Liu hakuwa anafurahishwa kabisa na nadharia hiyo. Kufungua upya kesi nyingi kiasi hicho kisingekuwa jambo zuri kwa idara. Vyombo vya habari vingewashambulia. Bosi wake akamwambia moja kwa moja, usichimbue makaburi ya zamani. Akamwambia kazi yao ni kuongeza idadi ya kesi zilizotatuliwa. Liu aliposikia hivyo, akaondoka akiwa amevunjika moyo. Alikuwa ameshawishika kabisa kwamba watu wote waliokamatwa kwenye kesi hizo walikuwa wamekamatwa kimakosa. Upande mwingine, wakati huo huo, Mr. Mane alimkutana na mwanamume anayeitwa Orman. Alitaka Orman afanye kazi inayokwenda kwa sababu sasa Davis alikuwa amekataa kuifanya, akisema ilikuwa hatari sana na mtu angeweza kuumia. Lakini mpango ulikuwa tayari na Orman hakujali kabisa kama mtu angeumia au kufa. Kwa hiyo akakubali mara moja. Siku inayofuata, kulingana na mpango, mtu wa kusafirisha almasi aliyekuwa anabeba almasi ndani ya mkoko uliofungwa kwa pango kwenye mkono wake alikuwa anaingia tu, ndipo Orman akamrukia kutoka nyuma. Orman akapeperusha bastola yake na kuwatisha kila mtu. Hakuwa na hata toni ya huruma. Alimpiga vibaya yule mpeleka mzigo na hatimaye akamlazimisha kutoa kunguu. Kisha akamshika mwanamke mmoja na kumlazimisha aweke vito vyote kwenye begi. Mwishoni, baada ya kufiatua risasi ili kuwatisha wote, akatoka nje. Wakati huo, Davis akamtumia Maya ujumbe kutumia jina la Mike. Akamwalika kwenye chakula cha jioni. Maya akakubali, lakini usiku huo alifika akiwa amechelewa kidogo kwenye miadio. Sehemu ile ilionekana kuwa ya kifahari sana kwa Maya. Maya akasema angependa waende sehemu ya kawaida zaidi. Kwa hiyo wote wawili wakaondoka pale na kwenda sehemu ya chakula cha mtaani. Kwenye maisha ya Davis yaliyojaa hatari, yaliyoonekana kama dunia nyeusi na nyeupe, Maya aliingia kama rangi nzuri yenye uhai. Miadi yao ilienda vizuri sana. Baada ya Maya kuondoka, Davis alianza kuangalia televisheni iliyokuwa karibu. Habari za dharura zilikuwa zinaonyesha wizi uliotokea ndani ya duka la vito majira ya saa 4 asubuhi siku hiyo. Mwizi alikuwa amevaa kofia ya pikipiki muda wote, hivyo hakuna mtu aliyeweza kuona uso wake. Mwandishi wa habari akaunganisha tukio hilo na mfululizo wa wizi mkubwa uliokuwa ukiendelea kwa muda mrefu. Polisi walikuwa wanajaribu kukusanya dalili zozote kwa msaada wa mashahidi, lakini kwa bahati mbaya hakuna mtu aliyekuwa na ushahidi dhidi ya mwizi. Kisha Liu akaitazama video hiyo kwa makini. Kuna kitu kilionekana hakiko sawa kwake. Eneo, muda na njia iliyotumika vilikuwa vinaendana vizuri na muundo wa matukio yaliyopita. Lakini tabia ya mwizi huyu ilikuwa tofauti, kwa sababu mwizi wa awali kila mara alikuwa anaepuka mapigano na vurugu. Lakini mtu aliyefanya wizi huu alikuwa amejaa hasira, alikuwa anawapiga watu. Liu akasawishika kabisa kwamba labda mwizi amebadilika au mtu mwingine ndiye amefanya kazi hii. Upande mwingine, Davis alikwenda kwa hasira kukutana na Mr. Mane. Akamwambia moja kwa moja, huo ulikuwa mpango wangu. Ulimpa vipi mtu mwingine aufanye? Lakini Mane akasema, wewe umefanya nini hasa? Uliogopa kazi hii? Davis akasisitiza kwamba suala si pesa, bali ni uaminifu. Kisha Mane akasema kwamba kama si yeye, Davis asingefika hapo alipo. Kwa namna hiyo, mambo kati yao yakaharibika kidogo. Baadaye Mane akakutana na Orman na kutengeneza mpango mpya. Sasa badala ya wao kumuibia mpeleka mzigo, wangemwacha Davis afanye kazi, kisha wangemuibia Davis mwenyewe baadaye. Hatari yote ingekuwa ya Davis na mwisho wao wangeondoka na kila kitu. Kisha Mane akampa Orman jina la mdukuzi ambaye Davis alikuwa anamtumia na kusema kwamba hata kama Davis ataenda au hatoenda sehemu nyingine, lazima ataenda kwa huyo mtu. Muda mfupi baadaye, Davis alitoka kwa mtu wake akiwa na taarifa mpya. Wakati huo, Orman kimya kimya aliweka kifaa cha kumfuatilia kwenye gari la Davis. Wakati huo huo, Davis aliporudi kwenye nyumba yake, alichunguza kwa makini ratiba ya Sharon na taarifa zake binafsi. Kisha siku iliyofuata, alikutana naye kwa namna ya kawaida tu nje. Alimsifia gari lake na Sharon kwa utani akasema kwamba maisha ni mafupi sana kwa magari ya kuchosha. Sharon akamuuliza Davis, ana gari la aina gani? Davis akajibu kwa mbwembwe kwamba inategemea na siku. Akasema, leo kwa bahati nina gari maalum. Sharon akacheka na kusema kwamba
kama anaweza kubadilisha magari kirahisi hivyo, basi labda naye angepaswa kujiunga na kazi yake. Kisha Davis akamwambia Sharon akigisia gari hilo ni modeli gani. Akamwambia kama atakigisia vizuri angemkabidhi funguo. Sharon akafikiria kidogo na kutaja gari. Pia akakisia rangi. Rangi ilikuwa sahihi kabisa, lakini kwa bahati mbaya model haikuwa sahihi. Na kwa namna hiyo mazungumzo mazuri yakaanza kati yao. Davis pia alimwambia Sharon kwamba jina lake ni Mike. Wakati huo huo, kituo cha polisi, timu iliangalia picha ya mwisho ya kamera kutoka kwenye wizi. Sasa Liu akauliza tena kama mwanamume huyo alikuwa amewahi kuonekana karibu na Highway 101. Jibu lilikuwa hapana. Hakupata kupita barabara kuu. Baada ya hapo, Liu akasema kwamba kamera ya mwisho ilikuwa hapo na hakukuwa na umbali mkubwa kati ya eneo hilo na barabara kuu. Aliamini ndani ya eneo hilo mwizi alibadilisha gari. Alisisitiza eneo lote lipekuliwe. Baadaye Maya alifika kwenye nyumba ya Davis. Akaona kwamba nyumba yake ilikuwa tupu sana. Hakukuwa na picha zake wala kitu chochote kile. Davis akasema hakuwa mtu wa kupenda vitu kama hivyo. Maya akaweka mziki na kumvuta Davis ili wacheze dance. Kwa utani kidogo, Maya akasema kwamba mtu mwingine atalazimika kumfanya awe binadamu zaidi. Pole pole, Davis akatulia na wawili hao wakazidi kuwa karibu. Kisha asubuhi iliyofuata, Davis akagundua kwamba kuna mtu alikuwa anamfuatilia. Alilikagua gari lake na kwa haraka akapata kifaa cha kumfuatilia. Mara moja akapata nyumba mpya na kuhamia eneo tofauti. Wakati huo huo, Liu alifuatilia na kulipata gari ambalo mwizi alikuwa ameliacha kwenye maegesho. Pamoja na hilo, wataalamu wa uchunguzi wakapata tombe moja la damu pale. Liu alituma kwa ajili ya kipimo cha DNA akiwa na matarajio makubwa. Baadaye, Davis alikutana na Sharon kwenye makumbusho ya sanaa. Wakati wa chakula cha usiku, Sharon alimwelezea kazi yake, akisema kwamba yeye hukatia bima mali za gharama za kupitiliza za wateja watajiri. Kisha Davis akamwambia ukweli. Kukutana kwao hakukuwa kwa bahati mbaya. Alikuwa tayari anamjua na alitaka kumpa ofa ya biashara. Lakini Sharon mara moja akaelewa kwamba Davis alikuwa mwizi. Akakataa kabisa na kusema kwamba amefanya kazi kwa uaminifu maisha yake yote. Lakini Davis akasema kwamba labda wewe umefanya hivyo, lakini wateja unaowakatia bima mali zao, wao bila shaka hawajafanya hivyo. Sharon aliposikia hivyo, akasimama na kuondoka. Nje, Davis akamwona yule mpanda pikipiki yule aliyekuwa anamfuatilia. Mara moja Davis akaendesha gari lake kumfuata mpanda pikipiki huyo, na mchezo wa paka na panya ukaanza kati yao. Orman aliendelea kukimbia kwa muda, lakini mwishowe akagonga gari na kuanguka chini. Kisha akiwa anachechemea, akaingia kwenye jengo liliokuwa karibu. Davis naye akafika hapo, akamnyoshea bastola na kumwambia akae mbali naye. Wakati huo huo, tunamuona Sharon akikutana na Liu kwa bahati mbaya kwenye darasa la yoga. Mara hiyo Liu akapokea simu kuhusu mwanamume ajabu karibu na Highway 101. Kwa kweli mwizi mwingine alikuwa anafanya wizi karibu na Highway 101, lakini polisi walipofyatisha risasi iligundulika kwamba alikuwa mtoto tu. Liu alisisitiza kwamba mtoto huyo hata mkono hakukuwa na bastola, lakini pamoja na hilo polisi baada walimpiga risasi na kumuua. Baada ya hapo, bosi wa Liu akafunga kesi zote zilizokuwa hazijakamilika, akisema kwamba kijana huyo ndiye aliyefanya wizi wote. Akasema huyo ndiye mwizi mkuu. Wakati huo huo, ofisini kwa bima, Malen alikuwa anasifiwa sana. Ukweli ni kwamba dili la bima ililokuwa linaendelea na Monroe hatimaye limekamilika. Kazi kubwa yote imefanywa na Sharon. Malen alikuwa ameingia tu mwishoni na kusign deal. Baada ya hapo, Sharon alizungumza kimya kimya na Mark kuhusu kupandishwa cheo, lakini Mark akaipotezea mada tena. Sharon aliposema kwamba angewachukua wateja wake wote na kwenda kwenye kampuni nyingine, bosi wake alianza kumtukana tena, akisema, ni nani atakayemchukua mwanamke wa miaka 53? Huna haja ya kunitishia. Wakati huo huo, Leo alikuwa amepokea ripoti ya kipimo cha DNA. Akaanza kuisoma kwa makini sana, kwa sababu ndani yake kulikuwa na matumaini kwamba labda ukweli ungeweza kujulikana kupitia ripoti hiyo. Wakati huo Sharon alikuwa amefanya uamuzi mkubwa zaidi wa maisha yake. Aliwasiliana na Davis na kumwambia kwamba alikuwa akiongelea mpango fulani.
Sharon akamwambia Davis kwamba kulikuwa na mpeleka mzigo anakuja akiwa analeta saa na almasi zenye thamani ya dola milioni 5.5 kwa ajili ya harusi ya bilionea anayeitwa Monroe. Walinzi wengi wangeambatana na mpeleka mzigo huyo, kwa hiyo ulinzi ulikuwa mkali sana, lakini pia kulikuwa na mianya kwenye mpango wao. Ukweli ni kwamba Monroe alikuwa analipa kwa pesa taslimu ili kukwepa kodi. Hii ilimaanisha kwamba takriban dola milioni 1 taslimu pia zingekuwepo. Davis aliposikia hivyo, mara moja akaanza kufikiria kuhusu wizi huo. Akauliza ulinzi wa hizo pesa taslimu ungekuwaje, lakini Sharon hakuwa na uhakika kuhusu hilo bado. Ukweli ni kwamba watu wa bima walikuwa wanashughulikia almasi tu, kwa hiyo walikuwa na taarifa kamili kuhusu almasi, lakini pesa taslimu zilikuwa nje ya eneo lao la kazi. Kisha Davis akasita kidogo kwa sababu mpango huo ulionekana kuwa hatari sana, lakini Sharon akamwambia kwamba kulikuwa na vitu vya thamani ya dola milioni 1 pale, pesa nyingi kiasi hicho ambazo baadaye angeweza kuacha kila kitu milele. Lakini Davis akasema kwamba pesa zina maana tu kama unaweza kuzichukua na kutoka ukiwa hai. Ripoti ya DNA ilikuwa na jina la Davis. Sasa Liu akaenda kwenye anwani iliyokuwa imeandikwa chini ya jina lake. Mwanamke mmoja akafungua mlango na Liu akadanganya akisema, jina langu ni Detective Lusnik. Unamjua mwanaume anayeitwa Davis? Mara tu alipoona mwitikio wa mwanamke huyo, akaelewa kwamba ndio, alikuwa anamjua Davis. Upande mwingine, Davis alisikiliza ujumbe wa sauti ambapo mwanamke huyo alikuwa akimuomba ampigie simu. Davis alipozungumza naye, akagundua kwamba polisi walikuwa wamekuja kuulizia kuhusu yeye. Davis akaelewa kwamba uchunguzi ulikuwa unamkaribia. Kisha akakutana na Sharon ili kuthibitisha maelezo ya mpeleka mzigo. Sharon akakadiria kwamba mzigo ungeletwa Ijumaa au Jumamosi. Harusi ilikuwa Jumapili, kwa hiyo lazima mzigo ungeletwa kabla ya hapo. Kisha Davis akampa Sharon simu ya kutumia mara moja na kuitupa, akamwambia haribu laini ya simu baada ya kila simu. Sharon akasema kwamba jambo hilo lilikuwa linaanza kuwa kama filamu sana, lakini Davis akasema hivi ndivyo inavyofanyika. Hakuna cha kifilamu hapa. Hakuna ushahidi unaopaswa kuachwa nyuma. Kazi ilipaswa kufanywa kwa usafi. Baada ya siku chache, Sharon alikamilisha mpango mzima wa kina na kumweleza Davis kila kitu. Ghafla Orman akafika pale na kumshambulia Sharon. Kwa hofu, Sharon akampa Orman maelezo yote kuhusu pesa taslim na almasi pia. Sasa Sharon hakuweza kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Ndio maana akaenda moja kwa moja kwa Liu. Kwa kuogopa maisha yake, Sharon alikiri kila kitu kuhusu mpango wa wizi, pamoja na mpango mzima na pesa. Kisha Liu akaanza kumtishia, akisema kwamba alipanga wizi mkubwa namna hiyo, kwa hiyo naye alikuwa na hatia. Akamwambia kama jambo hilo lingekuwa rasmi, asahau kazi yake, angeozea jela. Kwa ajili ya usalama wake, Liu akamwambia asiende nyumbani na kwamba angeweza kukaa kwake kwa muda. Pia akamwambia amweleze kila kitu kuhusu huyu Mike, kila taarifa ndogo. Sasa Liu akaenda kwenye chumba cha ushahidi na kuanza kukusanya ushahidi dhidi ya Davis. Wakati huo huo, Davis alimwambia Maya kwamba angelazimika kuondoka jijini kwa ajili ya kazi. Ili kumlinda Maya, Davis hakumwambia zaidi ya kile kilichohitajika, na Maya akakasirishwa na halo. Akavunja uhusiano wao na kuondoka. Kupoteza Maya kulimchanganya na kumuumiza sana Davis. Hata hivyo, siku ya wizi ilipofika, Davis akaelekea uwanja wa ndege. Hakuwa na habari kabisa kwamba Orman pia alikuwa na taarifa kamili, na pia Liu alijua mpango wake. Kwa ujanja mkubwa, Davis akamkaribia dereva, akamnyoshea bastola na kumteka. Sasa alikuwa anaenda kujifanya yeye ndiye dereva ili akampeleka mzigo. Wakati huo huo, Liu alikutana na mpeleka mzigo wa benki aliyekuwa kazini kwa siri kutumia jina la Mr. Foster. Sasa Liu mwenyewe alijifanya ndiye mpeleka mzigo aliyebeba begi lenye saa na almasi. Kwa hiyo ndani ya gari kulikuwa na dereva feki na mpeleka mzigo feki. Muda si mrefu walifika kwenye hoteli ambayo Monroe alikuwa anakaa. Mara tu walipofika chumbani, Davis akatoa bastola yake na kuamuru wote wakae chini floni. Pia akawaambia watoe pesa taslim zilizokuwa zimewekwa ndani ya safe. Liu alipoanza kutoa saa na almasi kutoka kwenye mkoba na kuziweka kwenye begi kwa ajili ya Davis, ikagundulika kwamba alikuwa ameficha bastola ndani. Liu akaichomoa, akamnyoshea Davis na kufichua kwamba yeye ni polisi. Akamwambia jisalimishe sasa. Davis akamwambia kwamba hajawahi kumuumiza mtu. Akasema hakutaka kuharibu rekodi yake sasa. Hali ikawa nyingi sana na ghafla Orman akaingia kwa nguvu na kuwanyoshea wote bastola. Tofauti kabisa na Davis, Orman alikuwa anaamini sana kwenye vurugu. Bila kusita, Orman akampiga risasi Monroe. Katika vurugu hizo, Davis akajibu kwa risasi na kumuua Orman.
Hatimaye, baada ya kila kitu kumalizika, Liu akamwambia Davis kwamba anajua yeye ndiye mwizi wa Highway 107. Akamwambia hajawahi hata kumkwaraja mtu. Leo ameua mtu ili kuokoa maisha yake. Moyo wa Liu ukabadilika na akaona kwamba Davis alikuwa mtu mzuri ambaye alilazimishwa na jamii kuwa wizi. Liu akamwambia achukue haraka chochote anachoweza kuchukua. Pia akamwambia Monroe kwamba atafanya sawa na anavyoambiwa. Vinginevyo, Liu angeanzisha uchunguzi mkubwa wa ukwepa kodi ambao ungemfanya aozee jela akiwa mzee. Liu akaita msaada wa polisi akisema kwamba mtu amekuja kufanya wizi na yeye amemuua. Pia akasema Mr. Monroe alikuwa amepigwa risasi. Hatimaye, kama alivyoahidi, Davis alimtumia Sharon takriban dola milioni 3. Kisha akamwachia Liu gari lake linalong'aa na yeye akaondoka kwa miguu. Pia alimtumia Maya barua iliyokuwa na picha yake ya utotoni ndani yake, hivyo labda hata shujaa wetu wa kike angeweza kumkubali tena. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama video mingi kali kama hii. Asante kwa kutazama.